Michezo, karibu sana tuyazungumze mazuri ya kimichezo. Niko na shabiki mwanachama wa klabu ya Young Africans Kizenga kuyazungumza yale mazuri, ikizingatia kwamba jana walikuwa Meja Jenerali Samuyo wakikaribishwa na mnyama Simba katika uwanja ule na kuibuka na pointi moja. Niko naye kuzungumza naye hapa. Kwema ndugu yangu? Mambo vipi bwana? Safi. Uko poa kabisa? Niko poa. Sisi tunashukuru Mwenyezi Mungu, mechi imeisha salama. Jana tulikuwa sehemu moja kwenye shamba la mpunga aka Matopeni. Hatimaye kwenye yale matope yao tumeondoka na alama moja na mnala umefika kwenye 5G alama 5 mbele. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. All in all, Yanga nazidi kuonyesha ukubwa wake na kuelekea hizi mechi za dakika ya mwisho bado bakia na mechi 9. Tutakwenda kuhakikisha kila mechi kwetu ni finali na tutashinda kila aina ya mchezo ili tuweze kwenda kutawaza kwa wabingwa wa NBC Champions League 2026 kwenda 2027. Kwa maana hivyo alama moja ya jana kwenu ni kama ushindi, ukizingatia mmemwacha mtani wenu pointi 5 na hajaweza kupunguza hilo. Tukiongelea mpira wa Tanzania ambazo timu zenye uhasimu mkubwa wenye upinzani kupita kiasi ambazo zinamania ubingwa huu ni timu 2 mpaka 3, ni Simba, Yanga, Azam. Ukiweza kumshinda yule ambaye anakufuatia nyuma na kukimbizwa ukampunguza kasi, maana moja kwa moja wanajiwekea mazingira mazuri ya wewe kwenda kuchukua lile kombe ambalo unalitarajia kwa hapa na pale. Ila Oluniolu jana wachezaji walipambana kwa jasho na damu. Niwapongeze benchi la ufundi kwa kazi kubwa sana waweza kuifanya, na mashabiki pamoja na viongozi tuliungana na kuwa kitu kimoja baada ya kutanguliwa zile goli 2 ndani ya dakika 10. Na imani mashabiki wengi sana walikuwa wanaangalia mpira uwanjani mpaka kwenye TV, wengi walikuwa wamechanganyikiwa, lakini wengi tulikuwa uwanjani tulikuwa tunaiamini timu yetu, na all in all mapambano aliendelea pale pale, na Mwenyezi Mungu ameweza kwa upande wetu tukufanya comeback ya kibabe sana. Inanikumbusha Januari 4, 2020 ilikuwa pale Benjamin William Mkapa, Simba itangulia goli 2 mbele. Nakumbuka goli kwa Ahmed Kagere pamoja na mchezaji wao alifunga mwingine simkumbuki, lakini nakumbuka kabisa Kipenseli Balama Mapinduzi alifanya balaa zito sana, alipiga msumari mmoja wenye mita kama 68. Aishi Manula mpaka leo hii kionoseka kiko sawa. Na jana imefanyia comeback ya pili baada ya kupita miaka takribani 5 kwenda mwaka wa 6. Kwa hiyo manake Yanga sio mara ya kwanza kufanya vile vitu. Sisi ni wakali wa hizo kazi, na hususani kabisa tukiwa kwenye mambo yetu tunahitaji kweli jambo letu lifanikishe. Wa kutuzuia hakuna. Na leo kama unavyoona Jangwani hapa kulikuwa na chai maalum ya masimango. Hii ilikuwa ni chai maalum ya masimango, machai si nzito, asili nzito ni tope. Kwa maana yake Yanga ni kama Kambale. Tumeonyesha uwezo wetu kwa hali na mali, na jana tumeweza kuchukua alama yetu moja, tuko mbele kwa alama 5 kwa ajili ya kwenda kupambania kuchukua NBC Premier League. Baada ya mchezo kumalizika, wengi wa mashabiki walikuwa wanasema kwamba kama angelipata Young Africans goli 2 zile kipindi cha kwanza, Simba angekuwa na ugumu wa kuzirudisha, lakini Young Africans imekuwa rahisi kurudisha goli 2 zaidi. Pengine Simba inakutana na ugumu sehemu gani na Yanga inapata urahisi gani wa kuweza kurudisha goli? Cha kwanza kabisa, ubora wa kikosi chetu ndio uweza kuamua matokeo ya jana. Tulichokifanya jana maana yake ni kwamba hatutaki mazoea na hivi timu vidogo vidogo. Simba Sports Club hana tofauti na Namungo, Azam, Coast Union na timu zote ambazo zinashiriki katika NBC ligi yetu hii. Lakini Simba anajiona yeye mkubwa kuliko kitu chochote. Kwa hiyo jana tumeweza kumuonyesha kwamba giant wa nchi hii, Dar es Salaam Africans, hakuna mtu yoyote wa kuweza kupita kwenye engo yetu na kwenda kutusimamisha. Jana Simba walikwenda kufeli ni sehemu ndogo tu katika mfumo wetu. Walipoweza kufanikisha sisi kutupanikisha kupata zile goli 2 za haraka, wakaamini kwamba wameweza kufanikiwa, huku wakijua kabisa Yanga haiishi mpaka iishe. Moto tuliowapelekea ulikuwa mzito sana, lakini goli zile 2 angezipata Dar es Salaam Africans, nina imani 100% Simba asingeweza kufanya ile comeback, kwa sababu Yanga kutangulia mbele goli 2, uje mpaka kupita ukuta wake na kupata ile goli 1 kwenda mpaka la pili kurudisha, shughuli yake ni ndefu sana. Simba wana tabia ya kulilasi. Yanga sisi ukipata magoli, asili yetu ni kulinda na kuweza kushambulia kwa kustukiza. Kwa hiyo ndio maana watu wengi sana wanakuambia Dar es Salaam Africans angeweza kupata zile goli 2 before kabla ya wale wasingeweza kurudisha, kwa sababu Yanga ina ukuta mmoja mgumu kuliko timu yoyote kwenye ligi ya Tanzania. Mpaka sasa hivi tumeruhusu magoli almost 5 mpaka 6 na hakuna ukuta unaoruhusu goli hizo zaidi ya timu nyingine. Nafikiri anayefuatia ni yeye na wengine waliobakia.
Kwa hiyo ubora wa Dar es Salaam Africans ndio unaofanya watu wengi wanasema Yanga ingetangulia goli mbili wasingeweza kurudisha Simba Sports Club. Na unafikiri ni kwa nini ubora wa safu ya ulinzi ya klabu ya Young Africans iliweza kuruhusu goli mbili kwa haraka namna hiyo? Cha kwanza, jana Simba walitu surprise. Unajua ule uwanja wachezaji wetu wengi sana waliamini tunakwenda kwenye ule uwanja tokea amefanya mazoezi jana yake. Uwanja ulikuwa na tope la kupita kiasi. Mpaka tumeweza kupatikana goli mbili za haraka manake wachezaji wetu walikuwa bado hawajareact kujiandaa na mapambano ya pale. Ila zile goli mbili za haraka ndio wakawaamsha wakawaambia jamani sasa tupo kwenye vita. Kwa hiyo kikubwa kilichokuwa pale mpaka mambo yamekuwa magumu vile. Hata hivyo kijana wetu kidogo akaamka vizuri yule Israel Mwenda, na ndio mambo mengi sana yamepitia kwa upande wake. Kwa hiyo na imani kabisa tuwezi kumlaumu, aendelee kujijenga, ajue kabisa yuko kwenye timu ambayo unatakiwa ukiwa kwenye uwanja wa mazoezi, uwanja wa mechi, akili yako hiyo kwenye kupambania nembo ya Dar es Salaam Africans. Kwa hiyo jana walitu surprise all in all, na sisi wenyewe vile vile ni watoto wa mjini na wakala kucheza hizi kazi. Tukawaonyesha kwamba na kuwaambia sisi tuna uwezo zaidi yenu. Na tuzungumzie kuhusiana na kocha Pedro Gonçalves. Tunaona namna alivyofanya sabu zake wakiwa kule Zanzibar ambapo Simba anachukua kombe la Muungano. Na jana nimeona watu wengi wakimpongeza zaidi kwa sababu alizozifanya jana. Unafikiri alipatia zaidi na ukilinganisha na sabu alizozifanya kule New Amani Complex? Yes, of course. Naona baada ya mechi kuna baadhi ya watu wametoa maoni mengi mbalimbali. Nafikiri uongozi ni watu wasikivu, benchi na ufundi wakapelekewa, wakaambiwa jamani, baada ya mechi hii kupoteza tulifeli hapa na hapa. Kwa fanyeni kazi ya mambo kwenye uwanja wa mazoezi ili mambo yaweze kukaa katika mfumo mzuri. Nipongeze benchi la ufundi pamoja na viongozi, wameweza kuwa wasikivu na yale ambayo maoni waliyatoa wanachama na mashabiki wa Dar es Salaam Africans kuelekea game ya jana tarehe 3. Hatimaye ameweza kufanikiwa katika 90% mpaka 100. Benchi la ufundi kupitia kocha wetu Pedro Gonçalves jana alipambana kwenye kuhendo baadhi ya pressure za sehemu mbalimbali. Maana Simba kuna baadhi ya wachezaji wao kidogo walikuwa wanajitutumua, walikuwa wachezaji machachari. Si ndio kuna Clatous Chama walikuja kupata elimu kwetu huku, tunawafundisha mpira wenyewe, baada hapo akienda upande wa pili wanageuka, baada ya kucheza mpira wanaanza kuwa mabondia, dharau, heshima inakuwa hakuna. Kwa hiyo jana tumeichukua heshima yetu kinguvu, utake utatugea, usitake utatugea. Kwa namna ulivyomwacha mtani na yeye anampa kazi sasa TRA, anampa kazi Azam FC ya kuweza kumnyang'anya pengine alama 6. Unaona Simba akipata msaada kupitia hizo timu? Sasa hivi mfano wewe mwenyewe kama unashindwa kula chakula na kukimeza, utakilazimisha kwenda kumpa chakula mtu ambaye mdomo wake umefumba hata na vidonda mdomoni? Maana yake ni kwamba Azam FC pamoja na TRA na timu yoyote ambayo ilikuwa kwenye ligi ya NBC, hakuna timu hata moja ambayo sisi inayotusumbua, na timu zote wanazopata sare last season kwa mzunguko wa kwanza kwa Dar es Salaam Africans kwetu waje kutuzuia, wajipange sana. Sasa hivi Dar es Salaam Africans kila mechi nje ya uwanja, ndani ya uwanja tuko fit kalifiti. Na vile vile tunachoweza kuambia before, kabla ya mechi yote sasa hivi makutano ni White House. Hiyo ndio nyumba yetu ya milele. Na moja ya kitu ambacho kimekuwa surprise ni hicho watu wanakizungumzia zaidi. Simba Yanga waliwezaje kufanya vile, na kule ni nyumbani kwa Simba. Unapokwenda kufanya kazi ya ujenzi, usinipangie mimi mfanyakazi wako sema kubadilishia nguo. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Nimevaa kama hivi hapa, niko gentleman na maamuzi, nibadilishe hapa watu wanione au niamue nini kwa jenga badilishe nguo. Kwa hiyo wasitupangie cha kufanya. Ile White House ni sehemu ambayo tumeichagua sisi. Tunawakumbusha waandishi wa habari, Zanzibar Simba ameanza, sisi Yanga tumekuja kumaliza. Siku zote anza yaonekani, anayemaliza anaonekana mbaya. Ila kikubwa kilichokuwepo, sisi mtu akutupangia chochote katika nchi hii hakuna. Hiyo faini tutakayopigwa mashabiki tutalipa wenyewe. Tuko hivyo. Hiyo ubingwa imekuwa nyeupe sana kwa Yanga. Makwapa hapa. Ukipita huko utaenda kulikuta kombe la NBC Premier League la 2026-27 na suli kwenye paredi tukaribisha Jangwani kusherehekea pia. Nikushukuru sana. Asante sana.